Kutoka kulima msimu mmoja tu kwa mwaka, leo hii wakulima hawa wamepiga hatua kubwa kwa kuwa wana uwezo wa kulima hadi misimu mitatu kwa mwaka, hasa kwa mazao ya muda mfupi. Haya ni matokeo ya uwekezaji makini uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT. Uwekezaji huu umefungua ukurasa mpya wa kilimo cha kisasa chenye tija na uhakika wa mavuno kwa wakulima wadogo. Hapa tunakutana na wakulima wadogo wanaounganishwa katika kikundi cha BBT Wanyeusi shamba namba 1 kilichopo katika kijiji cha Manchali A, halmashauri ya wilaya ya Chamwino, ambapo kupitia uwezeshaji wa serikali wakulima hawa wamepatiwa miundombinu muhimu ya kisasa ikiwemo mifumo ya umwagiliaji, kisima cha maji, bwawa la kuhifadhia maji, mitambo inayowezesha kilimo cha umwagiliaji pamoja na mfumo wa umeme wa kuendesha mitambo hiyo. Kwanza kikubwa, sisi tulikuwa tunalima kilimo cha kawaida ambacho kilikuwa ni kilimo cha msimu wa mvua, tunalima mara moja. Lakini baada ya serikali kuwa na mpango wa kuwachimbia visima wakulima wadogo, walipofika, kwa hiyo tumenufaika pakubwa. Kwanza walichotufanyia sisi, wametuchimbia kisima chenye urefu wa mita 160, lakini wametuchimbia bwawa ambalo mnaliona hapo lenye ukubwa wa ujazo wa lita 850. Lakini hizi nguzo za umeme toka barabara ya lami hadi kwenye mradi husika hapa, zaidi ya nguzo 26, lakini wametufungia drip irrigation ekari zote 20. Kwanza ninachoshukuru, yani mimi kazi zangu ni endelevu. Yani masika kama hivi nipo huku shambani, lakini kiangazi mimi niko shambani naendelea kufanya kazi. Kwa hiyo hata kama huu msimu wa mvua mimi nikakosa, lakini nina imani kabisa kwamba mimi ninaendelea kupata chakula. Kwa sababu huu mradi tunalima miezi mitatu mahindi, tunatoa, tunaweka tena mengine. Kwa hiyo hata kama tunalima mazao ya haya ya utikacha, hoho, pilipili, lakini nikiona kwamba mbeleni chakula kitakuwa kimeniishia, naweka mahindi. Kwa hiyo nakuwa na uhakika wa chakula. Matokeo ya uwezeshaji huu sasa yanaonekana dhahiri, kwani kilimo kimekuwa na tija kubwa zaidi. Uzalishaji umeongezeka kwa kiasi kikubwa na kipato cha mkulima mmoja mmoja kimeendelea kupanda siku hadi siku, kikibadilisha maisha yao kwa namna chanya na endelevu. Kwa kweli sasa hivi tunajiona fahari. Haina haja kwamba sisi tayari tumeshajiajiri, lakini lingine ukiangalia sisi tumeajiri watu wengine hapa kijijini wanaokuja kufanya kazi kama za kulima, kuweka mbolea, kupanda mazao, kuyasafirisha. Kwa hiyo tumetoa ajira nyingi na wanufaika ndani ya kijiji. Tumekuwa na wanufaika wengi ambao si ndani tu ya kijiji, wanatoka mpaka vijiji vya jirani, wanakuja kujipatia hapa shughuli zozote, basi wanapata na wenyewe chochote. Kwa hiyo tumekuwa msaada mkubwa na imekuwa fundisho kwa wengine. Watu wamehamasika wengi sana. Kilimo cha umwagiliaji kina tija, ni kilimo cha kisasa, ni mradi ambao umetutoa kutoka eneo la kwanza kwenda eneo la pili, kwa maana kwamba kimaisha. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na serikali yetu kwa ujumla kwa sisi wakulima wadogo kupata mradi kama huu, sababu ilikuwa ni ndoto. Tupende kushukuru tu, ilikuwa ni ndoto. Kwa hiyo wakulima, maisha yanabadilika. Tulikuwa tunalima miraba sana. Kwa ndio watu wa vibarua tu, tunatafuta vibarua huko wapi, wanawake tunaacha hata watoto, tunaacha hata waume zetu, tunaenda kutafuta vibarua. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, tumetulia. Huu mradi umetulia, yani umetufanya tumetulia. Tuna mvua, hali ya hewa mwevu na hapa kwetu, ama sio hapa kwetu, yani kwa nchi nzima kwa mabadiliko tabia nchi imeathiri sana ni wakulima. Mtu unakuta mkune kamoja na gunia moja, gunia 3, amjitai gunia ngapi? Gunia 4. Sasa hapo ukiangalia hapa kwa hii mifumo yetu ambayo sisi tumetumia, au tulifungwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkulima amekosa sana. Nikija kwenye upande wa mahindi, ekari moja mtu anatoa gunia 15 hadi gunia 20. Unaona?
Sasa hii 20 izidishe mara ngapi? Mara 4. Yaani ndani ya mwaka mzima. Sasa mara 4, si ndio hivyo? Mtu anakuja hadi gunia 80 kwa ndani ya mwaka huu. Ndani ya mwaka mmoja. Kwanza nikishaanza kuuza na kibubu naweka. Nikishaanza kuuza na yani hata napata hata ile kumsaidia mwenzangu. Mwanamke mwenzangu naweza nikamuona na mazingira magumu nikamsaidia. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu mama. Na kikubwa tunamuombea kwa Mungu, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu anaendelea hata kuwagusa nyinyi. Mnavyotutembelea tunatiwa moyo kwamba kumbe hatujaachwa na serikali. Maana mtu kama umeshamuoza halafu ukamwacha tu bila kumtembelea, lakini kama umeshamuoza kweli, umempa mke, lakini unaendelea kumtembelea, anajua kweli mzazi ananijali, ananithamini, anakuja kunitembelea. Mimi ni mkulima mdogo, niko na mama kazini, kazi na maendeleo. Sisi ni wakulima wadogo, tuko kazini na mama, kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo, kazi na maendeleo. Mama kazini, kazi na maendeleo.